la kwanza, nuru ya Mungu ilipomwangazia Paulo, jambo la kwanza alilofanya ni kubatizwa. Alipobatizwa sasa, nguvu za Roho Mtakatifu zilimjaa, ndiposa akaweza kuzipinga hila za yule mwovu adui. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakika Mungu ni mwaminifu, ni muweza, ni tegemeo letu kila wakati na kila saa. Tunapoamka sio kwa nguvu zetu, ila mkono wake Bwana umetubeba. Nashukuru sana Roho, ni kwa sababu anazidi kuwa mwalimu wetu, anazidi kutufunza zaidi na zaidi. Somo la leo, je, Bwana Yesu alibatizwa ama hakubatizwa? Ni swali ambalo linaulizwa sana na watu. Kuna maandiko ambayo yanapinga, yanasema ya kwamba Bwana Yesu hakubatizwa. Maana tunapoingia vitabu vya ndugu zetu wale ambao wanatumia Qur'an, inaaminika ya kwamba Bwana Yesu ni mtakatifu na kubatizwa inamaanisha utakaso. Hasa je, alitakaswa na yeye ni mtakatifu? Ndio swali ambalo linaulizwa sana na watu. Sasa jambo la kwanza, uwezo ukamtambua Bwana Yesu kama hautaweza kuwasikiliza manabii wake na pia kuingia ndani ya neno la Mungu. Shalom. Sasa jambo la kwanza, Bwana Yesu ni mtakatifu, ni Mungu wa kuhimidiwa milele. Bwana alipokubali kutakaswa alikuwa anasema nini? Tunaingia kitabu cha nabii Ezekiel 36 mstari wa 23, inasema ya kwamba nami nitatakasa jina langu ambalo limeweza kutiwa unajisi. Asa Bwana anasema ya kwamba atatakasa jina lake ambalo limeweza kutiwa unajisi. Shalom. Sasa huyu mwanadamu alipotenda dhambi katika shamba la Eden, jambo la kwanza, nguvu za mauti zilikuwa na nguvu juu yake. Asa adui alikuwa na ile funguo ya mauti. Sasa Mungu alikuwa anataka kumkomboa mwanadamu, akashindwa, nitafanya nini ili niweze kumkomboa huyu mwanadamu? Lazima kwanza jina lake lingetakaswa ambalo limeweza kutiwa unajisi. Maana mwanadamu alipokula lile tunda alikuwa mzima katika ulimwengu wa mwili, lakini katika ulimwengu wa roho alikuwa ni mfu. Na hapa ndipo maasi inaongezeka, na pia Adamu anafukuza katika shamba la Eden. Maandiko yanasema ya kwamba na mti wa uzima ukaweza kufichwa na yale makerubi, ama wale makerubi ambao walikuwa wakiulinda katika mji mtakatifu ama katika shamba la Eden. Asa ule mti wa uzima uliweza kuzingirwa ili huyu mwanadamu asizidi kukaa mahali pale, maana dhambi imeingia ndani yake. Sasa Bwana anasema na nabii Ezekiel ya kwamba atatakasa jina lake ambalo limeweza kutiwa unajisi. Kitabu cha Mathayo 3 mstari wa 13 inasema ya kwamba naye Yohana anastaajabu, kwa nini huyu mtakatifu anakuja mimi nimbatize? Je, Bwana Yesu anamwambia hivi, anamwambia ni kwa sababu tunastahili kuitimiza haki yote, ama inastahili kutimizwa haki yote. Maana Mungu anaposema na nabii lazima aweze kutimiza ule unabii ambao umeweza kutamkwa, ama ule ambao ama yale maneno ambayo ameweza kusema juu ya na huyo nabii wake lazima yaweze kutimia. Hasa Yohana alikuwa akistaajabu sana, kwa nini mimi nimbatize Bwana na Bwana ndiye anastahili kunibatiza mimi? Maana kitabu cha nabii Isaya 1 mstari wa 25 Bwana anasema, nami mtatakaseni na uchafu nanyi mtakuwa safi. Yohana alikuwa akistaajabu. Mstari wa 14 inasema ya kwamba Bwana anasema inastahili kuitimiza haki yote. Ni neno la nabii Ezekiel lilikuwa linatimia, ili Bwana atakapotakasa jina lake na mwanadamu atakapokubali kutii, hasa Bwana ndiye atakaye kutakasa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Maana ya utakaso kwa mwanadamu, utakaso jambo la kwanza una faida ngapi? Una faida 2. Utakaso, unapobatizwa unapokea kipawa cha nguvu za Roho Mtakatifu. Tunapoingia kitabu cha Yohana 1 mstari wa 5, sasa tunaona maandiko ya Mungu yanasema, nayo nuru yang'aa gizani wala giza halikuliweza. Nuru inang'aa gizani na giza halikuliweza. Sasa unapobatizwa, nuru ya Bwana inaangaza ndani yako, na nuru ya Mungu ikiwa ndani yako,
utaweza kumuona adui, utaona mlango ambao anaukujia. Nyumba yako ikiwa na mwanga, utajua kule ambako umeweka vyombo vyako, lakini ukiingia ndani ya giza hautajua kule ambako unaenda. Kitabu cha Mwanzo 1:2 nasema, naye Mungu akaumba mbingu na nchi, naye Roho wa Mungu akatulia juu ya nchi, nayo nuru ikaangaza. Roho Mtakatifu ni nuru. Unabatizwa ili uweze kutakaswa kwa jina la Bwana, kisha uweze kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa nini basi Bwana Yesu anahimiza sana tuweze kupokea nguvu za Roho Mtakatifu? Kitabu cha Matendo 19:1 mpaka 2. Paulo anauliza kama wamepokea Roho. Anawauliza, je, mlipokea Roho? Wanamwambia tujui hata kama kuna Roho. Sasa kuna wana wasikewa ambao walijaribu kutoa pepo kwa jina la Bwana Yesu, lakini ule pepo akaweza kuuliza, je, nyinyi akina nani? Pepo inamwambia wale wana wasikewa ya kwamba Bwana Yesu namjua na Paulo ninamjua. Je, nyinyi ni akina nani? Maana ni kweli walikuwa na ile kiu ya kumtumikia Mungu, lakini walikuwa hawana nguvu za Roho Mtakatifu. Walikuwa hawana nguvu za Roho. Nuru ya Mungu ilikuwa haijangaza ndani yao. Na unapokuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, unaweza kuzipinga hila za yule mwovu adui Shetani. Na sasa hapa ndipo unakuta Shetani mara mingi anafunga hawa watu ili wasiweze kubatizwa, maana pia na yeye ni mjanja, na maandiko yanasema alikuwa ni malaika mkuu. Kwa hivyo anajua siri za mbinguni. Anajua hawa watu wakibatizwa, kitu cha kwanza wanapobatizwa, Roho Mtakatifu atakuwa ndani yao na watakuwa na nguvu za kumpinga na kupinga hila zake. Matendo 19:14 mpaka 15, ule pepo anauliza, je, kwa la kwanza nuru ya Mungu ilipomwangazia Paulo, jambo la kwanza alilofanya ni kubatizwa. Alipobatizwa, sasa nguvu za Roho Mtakatifu zilimjaa, ndiposa akaweza kuzipinga hila za yule mwovu adui Shetani. Yohana 3:3, ufalme wa Mungu ukiwa ndani yako utamshinda adui. Na hapa ndipo Bwana Yesu anakuhimiza ya kwamba uweze kubatizwa. Ukibatizwa utapokea kipawa cha Roho. Tunapoingia kitabu cha Matendo 19:16, Acts 19:16 inasema ya kwamba tubuni mkabatizwe kwa jina la Bwana Yesu ili muweze kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo unapobatizwa, tuliposema mwanzo, unapobatizwa unapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Unapokea kipawa cha nguvu za Roho Mtakatifu ili uweze kuzipinga hila za yule mwovu adui Shetani. Ubatizo unatakaswa kwanza, maana Mungu ni mtakatifu, Roho wa Mungu ni mtakatifu. Haiwezi kukaa mahali pachafu. Maandiko yanasema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Unabatizwa ili nguvu za Roho ziweze kukaa ndani yako. Kipawa cha Roho, Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, unakuwa na nguvu za kumpinga yule mwovu adui. Na ndipo naambiwa ya kwamba ile siku ambayo Roho atakuja kuondolewa, hapa ndipo maasi itaongezeka hapa duniani, na wengi wataweza kumtukana hata Bwana Mungu wao, maana adui atakuwa anawapiga vita sana. Maana yule mlinzi, maana Roho ni mlinzi, atakuwa ameondolewa, amerudi kule. Na hapa ndipo naambiwa hivi, mtafute Mungu maadamu anapatikana, maana ipo siku utatafuta neno la Mungu lakini hautaliona, maana neno litakuwa limerudi kwa baba yake. Wanadamu watahangaika. Maandiko yanasema ya kwamba mwanadamu atatafuta mauti lakini mauti itamkimbia. Maandiko pia yanasema ya kwamba siku zile kutakuwako na njaa. Maandiko pia yanasema ya kwamba ndipo wengi watakuja kujipua, maana tuko na kipawa cha nguvu za Roho Mtakatifu kipindi hiki. Tunapokuwa na nguvu za Roho, unakuwa na nguvu ya kumpinga yule adui. Sasa Roho Mtakatifu atakapoondolewa, itakuwa sasa ni kipindi cha nguvu za ile ya nguvu ya Roho ya mkina Kristo. Bwana Yesu aweze kutuhurumia sana. Sasa Matendo 9:19, Paulo alibatizwa alipokutana na nuru ya Bwana.
ndiposa akaweza kupata ile nguvu ya kuweza kuhubiri na kumtumikia Bwana na kuzipinga hila za yule mwovu adui. Na hapa ndipo tunaambiwa kwamba Paulo alitenda muujiza mingi sana katika ile miji, maana Roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Shalom. Sasa jambo la kwanza, maana ya Bwana Yesu kubatizwa, alikuwa anatakasa jina lake ambalo limeweza kutiwa unajisi, ili huyu mwanadamu aweza kubatizwa apokee nguvu za Roho. Unapobatizwa unatakaswa ili Roho wa Mungu aweze kaa ndani yako, na Roho wa Mungu hawezi kaa ndani yako ukiwa na uchafu. Lazima unapobatizwa unaachana na dhambi ile ya zamani, unakaa maisha matakatifu. Kama ulikuwa ni mlevi unaachana na ulevi, unakaa maisha ya kumpendeza Bwana. Kama matendo yako yalikuwa ni machafu, unaachana ule uchafu wote, unakaa maisha matakatifu, maana anayekaa ndani yako ni mtakatifu. Asa nuru ya Mungu inapokuwa ndani yako, unakuwa na nguvu za kumpinga yule adui. Yakobo 4:7 inasema kwamba mpinge adui na ataweza kukimbia. Shalom. Mtoto wa Mungu, penda sana ubatizo, penda sana karama za Roho, penda sana kuwa na huyu Roho ambaye anakataliwa, maana kuna siku utakuja kumtafuta lakini hautamuona. Asa shetani pia ni roho, na hapa ndipo anakuambia kwamba usibatizwe. Watu ambao wanamkataa Kristo, watu ambao wanamuona kama ni mtume kama wale mitume wengine, hawa watu walikuwa mtumikie Mungu kiumbali sana, na kwa kuwa shetani pia alikuwa ni malaika, maandiko yanasema ya kwamba jina lake alikuwa ni Lucifer. Alikuwa ni yule ambaye anaongoza wale malaika wengine. Kwa hivyo anajua siri za Mungu, anajua ya kwamba hawa watu wakibatizwa wataweza kuwa na nguvu za Roho, na pia anaogopa Roho sana. Neno la Mungu ni upanga. Kwa hivyo Roho wa Mungu anapokaa ndani yako, unakuwa na nguvu za kupinga hila zake zote. Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu alibatizwa ili aweze kulitakasa jina lake ambalo limeweza kutiwa unajisi. Shalom, shalom, shalom.